wa kushika sheria za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona katika Ayubu sura ya 1 mstari wa 8, maandiko yanasema kisha Bwana akamuuliza shetani. Kisha Bwana akamuuliza shetani. Ayubu sura ya 1 mstari wa 8. Je, umemwangalia huyu mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Na Yesu asifiwe. Yaani tunaona hapa mtumishi anaitwa Ayubu mtumishi kwa sababu anamcha Mungu na kuepukana na nini? Na uovu. Bwana Yesu asifiwe. Siku hizi maana ya utumishi inataka kubadilika. Siku hizi maana ya utumishi inataka kuonekana kama ni uchungaji. Hapana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana utaona hata kuna watu wanajiita majina mbalimbali wanayohisi ndio makubwa, yatawafanya waonekane ni watumishi wakubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu hakuna vyeo staili hiyo. Unapozidi kumtumikia sana ndivyo anavyokuinua. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu akasema baada ya kuwaona wanafunzi wananungunika na kuhitaji kutafuta ukubwa, akamwambia atakayekuwa mkubwa katikati yenu ni yule atakayemtumikia mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme wa Mungu si sawa na wa dunia hii. Kwa hiyo tunamuona huyu Ayubu alikuwa ni mtumishi wa Mungu. Ukisoma katika kitabu cha Ayubu, wanaanza kuelezea sifa za Ayubu. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anamcha Mungu, lakini alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni tajiri sana katika ile nchi. Bwana Yesu asifiwe. Kiangalia pale utaona katika nchi ya Usi alikuwa ni mtu ambaye ni mtu maarufu, lakini anamcha Mungu kweli kweli. Bwana Yesu asifiwe. Hadi Mungu anajivunia yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kisoma katika maandiko unagundua kwamba katika vitabu vya Biblia, miongoni mwa vitabu ambavyo ni vya zamani sana, Bwana Yesu asifiwe, ni kitabu cha Ayubu. Miongoni mwa vitabu vya zamani sana kuliko vitabu vingine. Maana yake habari zake zilinukuliwa kama mtu ambaye alionesha kitu cha kutukuza ufalme wa Mungu. Yaliyofanyika duniani ni mengi. Ukiona habari hata inaenda kwenye Biblia, ni habari ambayo inatufaa katika ukombozi. Bwana Yesu asifiwe. Hata tunaichukua katika dunia ya leo. Kiangalia katika Yohana Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 24 hadi wa 26, maandiko yanasema chembe ya ngano isipoanguka katika nchi ikafa. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ukaa hali hiyo hiyo peke yake, bali ikifa utoa mazao mengi. Kisoma ile mistari pale utagundua maandiko yanaongea kwa habari ya utumishi. Yaani unatakiwa utumike kama Paulo alivyokuwa anasema, utu wake wa nje unachakaa lakini utu wake wa ndani unakuwa vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hayo mengine yaliyo mahitaji yako Mungu anayajua, utaona yanakuja yenyewe. Kwa unagundua kumbe hapa nguvu za Mungu haziji kwa ajili ya kutufikisha katika hatima. Hatujatumika ipasavyo, bado tunajihurumia. Bwana Yesu asifiwe. Bado kuna kujihurumia kwingi. Atakaye zani anainusuru nafsi yake ataiangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kashangaa mpendwa anataka kufunga, anasema funga labda siku 2, anasema nikiendelea sana nitakonda. Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa unajitoa mpaka Mungu anaona kweli huyu mtu ananipenda na kweli anahitaji kuniona. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kiu ya maana ambayo tunaiongelea mahali hapa, ambayo inaweza ikafanya ukauona ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa mtu anaonesha kwamba ufalme wa Mungu unaonekana pasipo kanuni hizi, hakika nakwambia huyo ni nabii wa uongo. Bwana Yesu asifiwe. Ukifunua maandiko kuanzia mwanzo mpaka Ufunuo, hajatokea mtu ambaye anatembea akiwa na mamlaka ya kiungu pasipo kufuata kanuni hizo. Bwana Yesu asifiwe.
Tuangalie katika kitabu cha Ayubu 36 mstari wa 11, maandiko yanasema, kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanajaribu kutuonesha habari za unavyomtumikia Mungu, jinsi unavyofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Yule anayemtumikia Mungu hata kama atapata majaribu, kama majaribu aliyoyapata Ayubu, amini mpendwa, nakuambia Mungu aliye hai, Mungu mnamfahamu, Mungu aliye hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliye hai, tunaamini kwamba simba ana nguvu kuliko mbwa katika hali ya kawaida, si ndio? Lakini Mungu aliye hai ni bora kuliko simba aliyefanyaje? Aliyekufa. Na maanisha nini? Kuna watu ambao wanahitaji kuonekana wana umaarufu mkubwa katika hali ya kidunia. Amini nakuambia, ufalme huo walionao ni wa kitambo kidogo tu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yule aliyesimama katika kweli, majaribu yake ni ya kitambo kidogo tu, lakini mafanikio yake ni ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Hapo nikiwa nimefika kwenye kanuni hiyo, natengeneza mazingira kwamba tusimame kwa ajili ya kuomba. Niko katika hatua ya mwisho. Niko katika hatua ya mwisho. Ufalme wa Mungu unaposhuka, uwe ni ule ufalme wa Mungu wa muda tuliouona au ule ufalme wa Mungu wa milele, kama maandiko yasemavyo katika Ufunuo sura ya 22 mstari wa 3 hadi wa 5, wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Bwana Yesu asifiwe. Wala hapata kuwa na laana yoyote tena. Tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka. Hiyo ni Isaya 10 sura ya 10 mstari wa 27. Begani mwako na nila yako shingoni mwako, nayo nila itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Utakapokuwa na nguvu za Mungu, hapata kuwa na mzigo wowote. Mzigo wowote begani mwako, mzigo wowote maishani mwako utaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Utakapotembea na hizo kanuni 7, baraka hizi zinazoandikwa katika Isaya sura ya 10 mstari wa 27 zitaambatana na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Baraka zinazoonekana katika Obadia 1:21 utapata kuziona. Bwana Yesu asifiwe. Ushindi wa mwisho wa Israeli utauona. Ushindi wa mwisho wa taifa la Mungu utauona, kama ilivyo katika Obadia sura ya 1 mstari wa 21, kama inavyoonekana katika Waamuzi sura ya 3 mstari wa 9. Kisha wana wa Israeli walipomlingana Bwana akawainulia mwokozi aliyewaokoa. Walipomlingana, walipoenda sawa sawa na kanuni za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Utakapoenda sawa sawa na kanuni hizo, mwokozi utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Upenyo utauona. Mtu wa kusaidia hatima yako utamuona. Bwana Yesu asifiwe. Neema utaziona zinakuja katika maisha yako. Neema utaziona zinakuja katika maisha yako. Nahitaji nimalize na kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 21. Maandiko yanasema, maana Mungu akumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Bwana Yesu asifiwe. Mpendo, utakiwi kuishia mahali pale. Endelea katika mstari wa 18, unasema, amwaminie yeye hata hukumiwa, hahukumiwi.
asiyeamini amekwisha kuhukumiwa kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari wa 19 unasema, na hii ndiyo hukumu ya kuwa nuru imekuja ulimwenguni na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Bwana Yesu asifiwe. Na mstari wa 20 unasema, kwa maana kila mtu atendaye mabaya, Bwana Yesu asifiwe, aichukia nuru. Atendaye mabaya uichukia nuru, wala haji kwenye nuru. Kila anayetenda mabaya anaichukia nuru, wala haji kwenye nini? Kwenye nuru, matendo yake yasije yakaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bali yeye atendaye kweli uja kwenye nuru, ili matendo yake yaonekane wazi, ya kuwa yametendwa katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo mistari mpendwa, naomba uitafakari kwa kina. Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 17 hadi wa 21. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Yesu tayari amekuja ili uonekane umeipenda nuru, kushika hizo kanuni 7. Bwana Yesu asifiwe. Kushika hizo kanuni 7. Na hizo ndizo zilizomleta Yesu Kristo hapa duniani, ili wewe upate kuokolewa kwazo. Ni kushika hizo funguo 7 ili upate kuokolewa. Nikiwa naongea maneno hayo mpendwa, unaweza ukasimama kwa miguu yako. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa, naomba ujitathmini kama kweli umeshika kanuni hizo au la. Kama hujashika kanuni hizo, mpendwa, Roho Mtakatifu akakukumbushe kwamba unatakiwa kutengeneza shauku. Neno la Bwana lisikauke ndani yako. Nguvu za Roho Mtakatifu zisiishe ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama siku nzima utasema asante Yesu kwa kumaanisha, hilo litakuwa ni ombi la shukrani, na utakuwa umeshinda ukiomba, utakuwa umekesha ukiomba. Bwana Yesu asifiwe. Na kaa ukijua Yesu Kristo anahitaji umtambue katika maisha yako, katika kila pumzi, na hapo Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako. Na mwisho wa siku mpendwa, utaweza kunena utukufu wa Bwana. Utaweza kumuomba Bwana akuvushe katika vipingamizi vyote. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mpendwa uwe tayari kabisa. Jenga shauku ya kupata neno la kumwambia Bwana katika maombi ambayo tunaenda kuyafanya. Mpendwa, pata jambo la kumwambia Bwana. Hata ukimwambia Bwana akusaidie kukupa shauku, hata ukimwambia Bwana akusaidie kuweza kukaa katika kusikiliza maneno ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana akukumbushe sana kanuni zake, ukapate kutembea kwazo, ukaweze kumshinda mwovu ibilisi. Tumeona hizo kanuni mpendwa ni za muhimu sana. Tunapoenda katika maombi, Bwana hakubariki sana. Bwana akubariki sana. Naamini mpendwa, nila zote zinakwenda kuvunjika. Vifungo vyote vinakwenda kuvunjika katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mpendwa, unakwenda kumuona Mungu katika viwango vya tofauti. Mpendwa, Mungu anakwenda kukushindia kwa namna ambayo hujawahi kuiona tangia umeanza kumwabudu Mungu. Bwana ni mwaminifu. Alitenda kwa hao waliomcha, ametenda kwangu, atatenda kwako, ametenda kwa kila mtumishi ambaye anamsifu Bwana.